Hadithi za mhenga. Katikati ya mtaa wa watu wa hali ya kawaida, aliishi mwanamke mrembo, lakini aliyekuwa na matatizo ya akili, aliyeitwa Zawadi Nshoma. Alikuwa na nywele ndefu zilizotiririka mgongoni na umbo lilovutia macho ya kila mtu aliyempita. Licha ya hali yake ya akili, uzuri wake uliendelea kung'aa, na uwepo wake haukuwa wa kupuuzika. Zawadi aliishi karibu na nyumba ya familia yao, lakini muda mwingi alikuwa hukaa kando ya barabara akila na kucheza mwenyewe kama mtu anayesikiliza muziki wa rohoni. Hakuna aliyefahamu kilichomfikisha katika hali hiyo, ila wakazi wa mtaa walizoea tabia zake za ajabu. Siku moja, kijana mmoja mwenye roho ya huruma aliyeitwa Kudra Chuma alipita karibu na alipokuwa Zawadi akikaa barabarani. Kudra alikuwa anajulikana mtaani kwa tabia yake ya upole, heshima na moyo wa kusaidia. Aliishi na wazazi wake kwenye nyumba ya kawaida ya vyumba viwili, na alikuwa na tabasamu lisiloisha usoni. Alipopita, alimwona Zawadi akilia na kuomba chakula. Bila kusita, Kudra alimpa mkate laini aliokuwa ameununua. Zawadi alifurahi sana kutoka ndani ya moyo wake. Akaula mkate ule kwa haraka sana. Kudra alitabasamu, lakini aliporudi nyumbani, wazazi wake walimuuliza kuhusu mkate waliomtuma, naye akawaeleza alichokifanya. Walimkazia macho kwa hasira na kumwonya asiendelee kupoteza pesa kwa watu wenye matatizo ya akili. Lakini Kudra hakujali. Aliendelea kumsaidia Zawadi kila alipokutana naye. Alimshirikisha kile alichokuwa nacho kwa upendo. Muda ulivyopita, urafiki wao ulizidi kuimarika. Kila Zawadi alipomwona Kudra, alikuwa akimpigia kelele kwa furaha, na Kudra naye alimpa kile alichokuwa nacho, hata kama ni maji au kipande cha chakula. Majirani wakaanza kuzungumza. Kudra hana akili, wengine walinong'ona. Anawezaje kuwa rafiki wa chizi? Lakini Kudra hakushtushwa na maneno yao. Miezi ilipita, na tumbo la Zawadi likaanza kuonekana. Uvumi ukaenea. Zawadi ni mjamzito. Vidole vingi vikaelekezwa kwa Kudra, wakimtuhumu kuwa ndiye mhusika wa ujauzito huo. Kudra alisononeka sana. Alijaribu kuwaeleza wazazi wake kuwa hahusiki kwa namna yoyote ile, lakini waliingiwa na mashaka. Kilichozidisha mshangao ni kwamba kila alipoulizwa Zawadi kuhusu ujauzito, alikuwa anatabasamu na kumtaja Kudra. Habari zilipoifikia familia ya Zawadi, siku moja walijitokeza mbele ya nyumba ya wakina Kudra kwa hasira, wakimtaka amuoe binti yao. Wazazi wa Kudra walipatwa na mshtuko, naye Kudra akachanganyikiwa kabisa, hakujua la kufanya. Familia ya Zawadi walisisitiza kuwa Kudra ndiye aliyempa mimba binti yao, na hivyo alipaswa kuwajibika. Maisha ya Kudra yalianza kujaa sintofahamu. Alijitahidi kujinasua na lawama, lakini kauli za Zawadi zilikuwa zikimwelekezea kila mara. Majirani waliendelea kumzungumzia, na jina lake lilianza kuchafuka. Siku moja Kudra aliamua kumfuata Zawadi moja kwa moja. Aliketi naye kando ya barabara na kumuuliza, "Zawadi, kwa nini unaendelea kusema mimi ndiye baba wa mtoto wako?" Zawadi alimtazama kwa uso wenye tabasamu na kusema, "Kwa sababu wewe ni rafiki yangu, Kudra. Mimi nakupenda." Maneno hayo yalimgusa Kudra hadi moyoni. Akatambua kuwa maneno ya Zawadi hayakuhusiana na mimba, bali yalihusu urafiki wa kweli waliokuwa nao. Akaamua kusimama naye, si kwa sababu alihusika katika ujauzito, bali kwa sababu alimjali kutoka moyoni. Kadri mimba ilivyoendelea kukua, Kudra alizidi kupata shauku ya kujua ukweli. Alianza kuvizia kimya kimya karibu na kibanda cha mbao cha Zawadi kila usiku, akijificha gizani kwa tumaini la kupata fununu kuhusu baba halisi wa mtoto. Usiku mmoja, penye utulivu wa ajabu na milio ya bundi na mbwa wa mitaani, subra ya Kudra ilizaa matunda. Alimwona mwanaume mzima akijificha na kuingia kwenye kibanda cha Zawadi. Kudra alitazama kwa makini na kumtambua. Alikuwa ni mzee Rashidi Mponda, mfanyabiashara mashuhuri mtaani, anayejulikana kwa kutoa misaada na kusaidia wahitaji. Mzee Mponda alikuwa maarufu kwa kuendesha gari lake akigawa pesa na kuwahurumia watu maskini. Kudra alishtuka sana kumwona akiwa anaingia kwa siri kwa Zawadi. Akajiuliza, inawezekana ndiye baba wa mtoto? Kudra akachomoa simu yake taratibu kutoka mfukoni, akajificha kimya. Baada ya kama dakika 40, Mzee Mponda alitoka nje ya kibanda akitokwa jasho na akiwa na tabasamu la kushangaza. Moyo wa Kudra ulipiga kwa kasi. Haraka alipiga picha kwa kutumia simu yake, akiamini huo ndo ushahidi ambao ungeondoa lawama zote dhidi yake. Alijisikia kama mzigo mkubwa umeondoka. Lakini kabla hajamaliza kufurahi,
Mwanga wa kamera ulimgusa Mzee Mponda, ambaye aligeuka kwa haraka. Alipotambua kuwa kuna mtu alikuwa akimpiga picha, sura yake ilibadilika ghafla, kutoka utulivu kwenda kwenye hasira ya ghafla. Usikose sehemu ya pili ili kujua, je, Mzee Mponda atafanya nini baada ya kugundua anapigwa picha? Je, picha hiyo itamsaidia Kudra kujinasua na tuhuma zote? Na nini hatima ya ujauzito wa Zawadi? Kama usiposubscribe channel hii ya Mhenga Mtanzania, unaweza kukosa kutuona tena katika hadithi ijayo. Asante na karibu sana.